done so much for me, I cannot tell a lie. Narekelemo, umetenda mambo mengi kwangu, siwezi eleza yote. Nakushukuru. Yo, what's up maniga, huyo ambao unamuona hapo anaitwa T Melody. Najua sio mgeni kwako mwanangu. Kwenye TWM tupo naye mwanangu, yani tajiri wa moyo tupo naye. Mimi naitwa Ronnie Nyombinyo aka Kantu chupa la baridi, niite hivyo mwanangu. Leo nimemfuata mwanangu tena kwa mara nyingine. Tupo naye kwenye TWM, tunaendelea kusawazisha vitu vyangu. Mwanangu mambo vipi? Mambo poa kabisa. Mambo sawa. Namshukuru. Kimya sana ndugu yangu. Nipo. Ukimya baba. Upo. Sisi tunasema ukimya. Hata wewe mshabiki hapo, si ukimya mwanangu, comment yako hapo chini. Kuna kitu ambacho unaandaa vipi? Kuna vitu naviandaa ni vikubwa sana, ndio maana nipo kimya siku hizi. Upo kimya. Tuambie kwanza kimya yako inatokana na nini? Sio vitu ambavyo unaviandaa visije kuwa vibaya kwetu. Kimya yako inatokana na nini zaidi? Ukimya wangu unatokana na management. Management huwa kidogo amna. Najipambania kidogo, nikipata hela kidogo naingia studio na mahali po kimya. Ndio sababu upo kimya sana, shida management. Yeah. Nadhani mmemfuata mwanangu. Anasema kimya yake ipo kwa sababu ya management. Yaani management imesua kidogo. Mwanangu, sisi tunataka tujue kwanza. Naona hapo umepiga muziki fulani, wimbo fulani hivi, sisi hatujui, wewe ndio unaujua. Unaona sisi ndio hatujui, wewe ndio unaujua. Sasa mimi nataka nijue kitu kimoja. Wewe tulisikia uliimba wimbo wa R1. Kwanza tupigie kionjo kimoja cha R1. Tupigie kidogo mwanangu. Najua wimbo ule mwanangu akiusikia tu hapa itakuwa ni hatari sana. Kidogo tu. R1 timu yangu. Anaipenda mpaka mama. Kama ni mpira sitojua sana. Kama makocha bora tunao. Hatari sana. Bwana, huyu ndo yule msanii ambaye aliwaimbia ile wimbo ya R1 timu yake. Sio timu yangu, timu yake. Na timu yenu nyinyi watu wa R1. Bwana, na mimi hivyo ni mtu hapo, kwa hiyo sote tupo watu wa R1. Oi, inakuwaje ndugu yangu? Naona watu wengi walipokeaga ile wimbo vizuri sana na kwa furaha kubwa sana. Tuambie kwanza, uliwaza nini kupiga wimbo kama ule mwanangu? Wewe ni mwana gospel. Uliwaza kitu gani? Moja kwanza nilichokifikiria kwanza kwenye akili yangu, sema watu wawezi kunielewa mapema. Ila watakuja kunielewa hapo mbele. Nilifanya vile kwa sababu wanijue kwanza, watu wanijue ninachokifanya kama mimi ni mwimbaji wa Injili. Nikachukua nafasi ile kwa ajili ya wakinikubali wao kupitia hii ngoma, kazi zangu zingine zinazokuja hapo mbele za gospel zitawafikia. Lazima nijitolea washabiki nikawapata. Kwa kila kazi nitakayoifanya lazima watu waiangalie. Yaani ni namna ambayo ulichukua ili kutangaza injili ya Bwana. Kutangaza injili ya Bwana. Vizuri sana, lakini ulituteka sote. Ulituteka kabisa. Na uliteka yule jamaa yule mwingine pale nakuona. Uliwateka. Sasa mwanangu, tuambie kitu gani ambacho unatuandalia tofauti na wimbo ule? Maana ukimya ulikuwa mwingi sana muda mrefu. Na vioandalia ni vikubwa sana. Naandalia vitu vikubwa sana ambavyo ni nyimbo nyingi sana, ni kama albamu hivi inakuja hivi. Kama hivi. Kwa hiyo tutegemee sana albamu. Albamu ndio ipo. Ipo kabisa. Unaipika mwanangu. Ipo jikoni. Inaitwaje? Tuibie siri. Hiyo mtawatambulisha, msijali. Utatambulisha. Au jamaa amekataa. Kumbe mbinafsi naye pia. Sasa mwanangu, wimbo ule ulivyoupiga niliona sana wana gospel kwenye comment walicomment sana. Unaona walicomment sana, mwana gospel hawezi kuwa hivi. Zile comment wewe ulizipokeaje? Comment zote zimenifikia. Zimenifikia kabisa, walisema mengi. Sisi tu wana gospel wengine na watumishi wengine ambao tuko nao. Wengi kabisa. Mimi nimechukulia tu kawaida, maana nimeona tu ni kawaida. Lazima vita vingekuwepo, lazima. Lazima. Lakini hawezi kunielewa sasa hivi, watanielewa baadaye tu. Kama hivi. Kwenye kamati ya gospel pia waliongea kitu gani na wewe kupiga vile ndugu yangu, kwa sababu comment zilikuwa nyingi sana. Kwenye kamati ya wana gospel sikusikia, sijasikia kama waliongelea, lakini
inawezekana aliongea lake mimi sijui. Asante sana. Vipi tukiangalia nyumbani pia baba na mama, najua nao ni watu ambao wanapenda dini sana. Wimbo ule nao pia waliochukuliaje? Kwanza walionipa moyo ni wazazi. Wazazi wamenipa moyo kufanya hili kazi. Wali support. Ndio, yani wazazi ndio walikupush support kwa sababu ni zawadi ambayo nimetolea timu yangu, village yangu, kama hivyo. Mzazi wangu na mimi si unione basi, si unisupport kidogo jamani. Jamangu anasupportiwa na baba na mama. Na wewe msupport mtoto wako au mwanao hapo kwa kitu ambacho anachokifanya. Yaani vitu tu vya kuelimishana tu. Alifanya vile kwa sababu kutangaza injili ya Bwana, alitafuta fursa ya kuteka watu ili atangaze injili ya Bwana. Unaona bwana, ndio kama vile mtu kama vile yuko polisi anataka kuenda kukamata mhalifu, inabidi kwanza yeye naye pia awe mhalifu. Si ndio hivyo mwanangu? Ndio kitu ambacho alifanya huyo jamaa. Kumbe ni nani? Wewe unajua. Janja. Sasa mwanangu, mimi kwa kitu ambacho nataka tuongelee zaidi sana ni kwa kitu upande wa wana gospel zaidi sana. Kuna jambo lolote ambalo unaweza ukapiga kuhusiana na watu wana gospel au kuhusiana na watu ambao wapo nje ya gospel pia ili kuwashawishi wajue injili ya Bwana? Kitu cha kwanza natakiwa nianze kwa wana gospel wenzangu. Kwa wana gospel wenzangu nataka niwashauri kuhusiana na upande wa uimbaji. Kila mtu anaimba na kila mtu ana namna yake kufanya kazi ya Mungu. Na kila mtu ana wito wake aliyoitwa na Mungu. Na katika wito wa mtu ambao ameitwa na Mungu, kila mtu ana wito wake. Nimesema lazima kila mtu awe na njia yake ya kupitia. Kama hii ni njia Mungu ametaka mimi nifanye kwanza hivi, niimbie timu yangu ya Rawani, watu wanijue, alafu ndo nifanye kazi za Mungu watu wazielewe. Lazima nifanye kwa njia hii. Lakini kama wewe hujaitwa kwa njia hiyo, usifanye hivyo. Ukifanya hivyo utakuwa umekosea kwa watu wengine. Lakini kwa sababu mimi nimeitwa kwa njia hivyo, nimefanya na watu wakakubali. Yaani ni Mungu amekibariki ili fanyike hivyo. Kama hivyo. Na kwa watu ambao hawajaokoka, naomba Mungu sana, naombea Mungu sana mpate kujua wokovu, muamini Mungu yupo. Mungu yupo. Sio kama muamini yupo, lakini kumwamini sasa. Kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inahitajika katika maisha ya mwanadamu yote huyo. Maana kulala na kuamka mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yetu. Asante sana. Bana, huyu jamaa umesikia ushauri wake. Mimi nimuite mtumishi T Melody. Anaitwa T Melody. Neno la mwisho kwa watu wa TWM Tajiri wa Moyo TV. Neno la mwisho kwao. TWM nawapenda sana. Mimi naitwa T Melody. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nataka tu muendelee kutusupport, sio wasanii. Muendelee kutusupport. Vipaji vipo vingi sana. Kwa sisi ambao tunajulikana, kuna wale ambao hawajulikani. Vipaji vipo. Kwa hiyo muendelee kusaka mtaani watu hapo. Wanafanya kazi. Asante sana. Pia mashabiki wako wanataka kuambia nini? Wasubiri, mambo yapo jikoni yanapikwa. Yakiiva nitawapakulia, mtakula. Asante sana. Bali mimi naitwa Ronny Nyombinyo K.K. Chupa la baridi. Nikiwepo kwenye nafasi ya TWM. Nafasi yangu hii ambayo unajua kila siku. Mimi siwaga sikosei na sikwagi napoteza muda kwa kuchukua nafasi yangu kama na hii. Bali endelea kufuatilia TWM na mimi hapa naitwa Ronny Nyombinyo K.K. Bali usisahau kusubscribe, like na comment. Ukishare kidogo utakuwa unafanya maunyama mengi sana. Bali nawapenda sana wanangu. Endelea kutufuatilia mwanzo mwisho.